Ni maneno gani ambayo utamnenea Roho Mtakatifu yahesabiwe kwamba haya hayawezi kusamehewa? Maana ya kula meza ya Bwana bila kujua maana ya mkate na nini? Ndiyo maana kati yenu ninyi kuna nini? Ni dhaifu na wagonjwa. Kuna wengine wamepigwa kwa magonjwa na udhaifu. Kuna baadhi ya watu wanakufa sio kwamba tarehe zilifika. Ukiona unatenda dhambi unajipongeza, taa nyekundu imeanza kuwaka. Ya leo mada ambao tunakwenda kuisikiliza ina muunganiko mkubwa sana na wimbo ambao umeimbwa tayari. Na mkiangalia wimbo wetu ambao tulianza nao wa kitabuni, sioshwi dhambi zangu ila kwa damu ya nani? Ya Yesu. Sasa nataka niiweke vizuri hivi. Katika mfumo ambao napenda kuutumia kufundishia au kuhubiri, ni tofauti na ule ambao umeuzoea. Kwa hiyo naomba ukubaliane na huu, ya kwamba mimi sipendi ni hubiri nimalize, lakini wateja wangu hawajaelewa. Itakuwa nimefanya kazi ambayo haina malipo. Kwa hiyo ukiona kuna mahali hujanielewa, usiogope kusema sijaelewa. Maana tulikaririshwa kwamba kwenye mahubiri hakuna maswali, si ndio hivyo eh? Naongea na watu, una binadamu. Sasa natamani kama kuna sehemu nimekuacha, usiogope kuniambia mchungaji, hapo umeniacha. Mimi nitarudi kwa ajili yako. Mama, unajisikiaje? Umepika chakula chako, chumvi ni nyingi, alafu hawakuambii, wanaendelea kula tu. Wanagumia. Kumbe chumvi imefanya nini? Lakini unajisikiaje mgeni anajisikia huru, anakuambia kabisa, mama Mwita, chumvi imezidi, naomba maji kidogo. Unajiongeza. Sasa na mimi sipendi tuongee mahubiri hapa alafu ukitoka nasema, lakini kuna kitu alisema pale mimi amenichanganya kabisa. Sitaki. Natamani uniambie kabisa, hapo mchungaji, rudia hapo, ili tukitoka hapa tumefikia lengo la kuhubiriwa. Maana lengo la kuhubiriwa ni kutolewa hatua moja kwenda hatua nyingine. Tusifanye mahubiri kama staili tu ya ibada kwamba lazima tuhubiriwe. Hapana, kuhubiriwa kuna lengo, ni kulishwa, na ukilishwa lazima upokee kile chakula kikujenge. Haleluya. Amina. Napenda leo kuongelea somo tata sana na kuandaa kisaikolojia tata sana la dhambi isiyosameheka. Mengi yamesemwa kuhusu hii dhambi. Watu wanaeleza ni hii. Imefikia kiwango waumini wamechanganyikiwa, na kuna baadhi ya waumini wameambiwa tayari wamefanya dhambi isiyosameheka. Kwa hiyo hata wengine wanakuja kanisani, basi ngoja niende tu, lakini na mashaka kama vile nishaitenda tayari. Hapo ulipo tuongee ukweli, tuache unafiki. Ukaambiwa tayari umefanya dhambi isiyosameheka, utaendelea kuja kanisani? Unakuja ili kufanya nini? Kwa sababu unasema mimi nimeshakosea, nimefutwa basi. Na kuna watu wengine hapa tunavyoongea hivi wana wasiwasi kana kwamba wametenda hiyo dhambi isiyosameheka. Kwa hiyo kuna wakati anawaza, anasema huenda tayari nimeshakosea, yuko nusu. Natamani leo baada ya hili somo ujue ukweli, uamue moja. Haleluya. Waimbaji wamesema njoo kwa Yesu ili uweze kuoshwa. Ipi inaoshwa na ipi haioshwi? Tuijue leo hapa. Baadhi ya makanisa wakafundisha waumini wao ya kwamba dhambi isiyosameheka ni kuua. Wasema ukiua mtu hakuna msamaha. Kwa hiyo waumini wakawa naogopa, wanasema usije ukaua, maana ukiua ni dhambi isiyosameheka. Lakini tunakuja kuwauliza, kama kuua ni dhambi isiyosameheka, Daudi asingeliitwa kipenzi cha Mungu? Maana katika watu walioongoza kwa kuua, Daudi namba, mpaka Mungu mwenyewe anamtaja, anasema mikono yako imejaa nini? Damu. Na sio kuua tu, Daudi alikuja kuua mpaka mtu anaitwa Uria. Si mnakumbuka hiyo story vizuri? Kwa hiyo kama ni hivyo basi Daudi asingelisamehewa. Kwa hiyo kwa kifupi, dhambi isiyosameheka haiwezi kuwa ni kuua. Wengine wakasema dhambi isiyosameheka ni kumkataa, yani kumkana Yesu.
Ndiyo, inaweza ikawa ni hiyo, lakini kwa kiwango gani? Kama kumkataa Yesu tu, inaweza ikawa ndio yenyewe hivyo tu. Kwa hiyo sentensi, Petro asingelisamehewa. Mnamkumbuka Petro alimkana Yesu mara ngapi? Mara 3. Sasa hii dhambi ni ipi ambayo inachanganya watu? Leo nitaiongelea katika makundi mawili au matatu, ili baada ya hapa ujue uko kwenye kundi gani. Tuanze na kitabu cha Marko sura ya 3. Jamani, kwa wale ambao mnanifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa YouTube, mnajua kuna tafsiri ya Biblia naipenda sana, Kiswahili cha kisasa. Na nashukuru ndugu yangu, hii ya kwake ambayo nimeshikilia ni Kiswahili cha kisasa, na ile anayosoma ni Kiswahili cha kisasa. Ikikupendeza, tafuta nakala yako pia na wewe, utajua kwa nini naipenda. Tuanze fungu la 29 ambalo ndio fungu letu kuu. Sikiliza. Anasemaje? Lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu ndio hatasamehewa kamwe. Ana hatia ya dhambi milele. Mmeisikia vizuri? Lakini atakayesema maneno mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu. Hii hapa ni Kiswahili cha kisasa. Kile cha kizamani kimesema atakaye kufuru Roho Mtakatifu. Hii anasema atakaye nena mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu, anasema amefanya dhambi ya milele. Hiyo haiwezi kusamehewa. Unaweza ukajiuliza ni ipi? Twende taratibu, utaelewa. Naomba unifuatilie vizuri sana. Tuangalie sehemu nyingine muhimu ambayo natamani tuione. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 16. Usikie kuna maneno pia hapo, natamani uyasikie. Twende, sikiliza Kiswahili cha kisasa kinasemaje? Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi, mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo, isiyompeleka kwenye kifo, anapaswa kumwombea kwa Mungu. Anapaswa kumwombea kwa Mungu, naye Mungu atampatia uhai. Naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Ninasema hili kwa wale ambao wametenda dhambi zisizo za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpelekea mtu kwenye kifo. Lakini kuna dhambi inayompelekea mtu kwenye kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumwomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Kwa dhambi hiyo siwaambii mumuombee mtu. Sikiliza vizuri. Tena tumepata ile tafsiri kwa tunaitafuta na huyu bwana sana. Nitakuja kudadavua baadaye hiyo, kwa sababu pia kuna mgogoro katika tafsiri tunazozitumia, inaweza kukuchanganya kidogo. Lakini Yohana anasema mtu anaweza akatenda dhambi ambayo haimpeleki kwenye kifo. Anasema ukimwona ndugu yako anafanya hiyo, muombee, utamuokoa. Lakini anasema kuna dhambi nyingine inayompelekea kwenye kifo. Anasema kwa hiyo usihangaike, unapoteza muda wako, maana huwezi kumwombea kaokolewa. Nitazame machoni vizuri. Haya nayo yasema yanaongelewa mara chache kwenye mimbari, na shetani anapenda watu wasijue hili ili waingie huko wakosee. Tukidadavua vizuri baada ya hapa, utaanza kuelewa hivi mimi nipo kwenye kundi gani. Tuanze na kundi la kwanza, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Ndio ya kwanza tutaanza nayo, ambao kwingine amesema ni kumnenea mabaya Roho Mtakatifu. Sasikia hii ni maneno gani ambayo utamnenea Roho Mtakatifu yahesabiwe kwamba haya hayawezi kusamehewa? Ni kitu gani hiki? Sasa tunapokimbilia katika fungu moja tu ya kwamba atakaye kufuru Roho Mtakatifu hawezi kusamehewa, lazima tuangalie muktadha, nini kilikuwa kinaongelewa, ili tujione na sisi tumetenda hivyo au la. Sikia hii, fungua akili yako ya rohoni unisikilize. Mara nyingi tukija kwenye hili somo, shetani kuna mchezo anacheza kwa watu wanaosikiliza. Cha kwanza kabisa, anaweza awafanye wasielewe sentensi. Cha pili, anaweza kuwapa usingizi ili awakanganye kwenye mambo mawili. Cha kwanza, wasielewe dhambi ni dhambi gani, au watende dhambi ambayo sio hii isiyosameheka, ila awaambie ndio isiyosameheka, ili awape msongo wa mawazo. Kwa hiyo kaa vizuri unisikilize, na kama hujaelewa nimekuruhusu useme hapo, mchungaji umeniacha, ili nikuelewesha vizuri. Tuanze kuangalia nini kilitokea mpaka Yesu akasema dhambi zote mtasamehewa, lakini hii haisameheki. Ni kitu gani kilitokea? Tuanze pale mwanzo kwenye kitabu cha Marko sura ya 3, ndugu yangu, anzia fungu la 22.
Sasa niwaombe kidogo nyie ambao mnasikiliza na mlioko hapa, mnikubalie katika hili. Andika tu hili fungu, ukirudi nyumbani utasoma kwa tafsiri ya kwako, ila kwa sasa kama huna Kiswahili cha kisasa usikilize, tutumie hii hapa. Tumeelewana? Tafsiri ya pili ambayo nakushauri uwe nayo, kwa wale mnaojua lugha ya mkoloni, Biblia inaitwa Good News. Ukiwa na ile fuatilizia tu, itakuwa vizuri, tuko sambamba. Biblia nyingine ambayo nakushauri uweze kuitumia, ambao utaelewa sana, inaitwa Amplified Bible. Hiyo ukiwa nayo pia fuatilia, utaelewa vizuri. Kwa Kiswahili nimesema Kiswahili cha nini? Cha kisasa, utaelewa vizuri. Sasa nieleze kwa nini napendelea hili, maana kuna mtu ananitazama anasema kwani zingine hazifai? Niangalie sasa vizuri. Biblia haikuandikwa kwa Kiswahili. Kwa usije ukagombania Kiswahili ukasema ni hili ni neno la Mungu lilishushwa hivi kama lilivyo. Haikuandikwa kwa lugha gani? Agano la Kale liliandikwa Kiebrania. Agano Jipya limeandikwa kwa Kiyunani na kitabu cha Mathayo kwa Kiaramu. Sijasema Kiarabu, Kiaramu. Sasa basi, wazee wetu wanaojua hizi lugha wakafasiri katika lugha za kwetu. Mfano, Kiswahili cha kizamani kimefasiriwa kwenye Biblia ya Kiingereza inaitwa Union Version, na yenyewe walitoa kwenye lugha nyingine, na nyie ni mashahidi. Unavyoendelea kutafsiri zaidi unapunguza. Tuko sawa? Ukatoa Kisukuma ukaleta Kigogo, Mgogo akapeleka Kiswahili, lazima kuna maneno yanapotea. Tunaelewana vizuri? Ndio maana wachungaji wenu inawalazimu kusoma lugha kwanza. Wakisoma lugha hizi wakimaliza, ndipo waje wafasiri Biblia vizuri. Hata mimi unavyoniona hivi, nilianza kushtuka wakati nilipokuwa nalinganisha asilia na lugha ya kwangu ya Kiswahili. Nikaona kuna mapungufu fulani. Hasa unasema, je, unawashutumu waliofasiri? Hapana, walifanya kazi nzuri na wapongeza kwa wakati wao. Kwa hiyo ukisikia kuna toleo la Biblia usianze kulikosoa. Ina maana wanajaribu kupambana, ikiwezekana walete katika lugha asilia kwa jinsi inavyowezekana. Mfano, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Si ndio hivyo? Biblia ya Kisukuma haisemi hivyo. Biblia ya Kisukuma haisemi zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Aliyefasiri Kisukuma akawaza, Msukuma na theluji wapi na wapi? Ingekuwa ni Mchaga sawa, maana akiamka asubuhi anaona mlima Kilimanjaro. Sasa kwa Msukuma tumwambieje? Ya Kisukuma ikasema zitakuwa nyeupe kuliko pamba. Kwa sababu kwa Msukuma pamba anaielewa. Sasa Kiswahili cha kisasa kimejali lugha ya sasa hivi ili tuweze kuelewa. Na ukiniona nasema kuhubiri hivi, sikimbilii kufasiri mafungu kabla sijaangalia lugha 3 mpaka 4, ili nijiridhishe aliyefasiri yuko sawa au kuna kitu ameacha. Sasa twende tuangalie sasa fungu la 22. Msikiliza anayesoma Kiswahili cha kisasa. Wewe tulia huko uliko. Twende ndugu yangu. Nao walimu wa sheria waliokuwa wametoka Yerusalemu wakasema. Wakasemaje? Ana Beelzebuli huyu. Tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa nini? Wanamwambia nani hapo? Yesu mwenyewe. Hapo Yesu akawaita. Akawaambia kwa mifano. Shetani anawezaje kumfukuza shetani? Mliona wapi shetani amfukuze shetani mwenzake? Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi yanayopingana. Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi yanayopingana, utawala huo hauwezi kudumu. Ni kweli si kweli? Endelea. Tena ikiwa jamaa moja
wamegawanyika makundi yanayopingana, ikiwa kuna jamaa moja wamegawanyika makundi yanayopingana, jamaa hiyo itaangamia. Hiyo jamaa itaangamia tu. Ikiwa basi kama utawala wa shetani umegawanyika vikundi, hauwezi kudumu, bali utaangamia kabisa. Weka nukta ndugu yangu kidogo hapa. Niwaulizeni swali. Shetani yuko au hayupo? Ina maana utawala wake haujagawanyika. Wana umoja kwenye utawala wao. Hao mashetani hao. Nikuambie hii uisikie vizuri. Usidanganyike. Mganga wa kienyeji na mchawi lao moja. Anaweza kudanganya hapa, wewe umelogwa yeye. Ukienda kwa mganga atakuagua. Ni wale tu. Wanakubaliana, bwana mimi nimemwekea hiki, akija we kitoe ili tuendelee kumtawala. Nipungie mkono kama anaweza kunielewa sasa. Usije ukajidanganya ukasema kwamba huyu ni mzuri maana ananiagua. Hakuna, wote ni wabaya tu. Haleluya. Wote ni wachawi tu. Anayejua kuagua anajua na kuloga. Yesu ndio mwisho wa matatizo. Haleluya. Sasa anasema, Yesu anataka kusema hivi, nguvu anayoitumia ya kutoa pepo ni nguvu ya Mungu. Lakini Wayahudi wanasema anatumia Beelzebul. Anasema hapana. Endelea kidogo ndugu yangu. Hakuna mtu anayezaye kuifanyia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake. Umesikia Isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu mwenye nguvu. Ndio. Hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Haya. Anasema hivi, sikia kidogo. Anasema mtu mwenye nguvu akihitaji kuchukua mali ya mwingine lazima awe na nguvu na amfunge yule bwana. Akimfunga huyu ndipo anaichukua mali yake. Miaka mingi kule Moshi kule kuna majambazi walikuwa wanaingia kwenye nyumba za watu wanaiba. Sasa kuna jamaa walikuwa wajanja sana katika ujambazi. Wakaingia wakamwambia mwenye nyumba, haya lala chini. Wakalala. Wakamwambia ninasimama hapa msifungue macho. Wale majambazi wakachukua tochi wakamulika jamaa kwenye macho. Si unajua hata kama umefumba macho ukimulikwa unaona dalili ya mwanga Kwa hiyo wakaacha ile tochi pale, wakaenda wakachukua mali yote, wakaondoka kimya. Huyu bwana akafumba macho mpaka saa 12 asubuhi. Kwa sababu kila akijaribu kufanya hivi anaona tochi. Kwa hiyo anajua wako pale. Kumbe tochi imetegwa tu mahali hivi. Jamaa walishaondoka zamani. Anasema lazima mwenye nguvu aingie, amfunge huyu mwingine ndipo amuibie. Sikiliza nikwambie kitu hapa. Yesu anasema hivi, napokuja kukuokoa wewe lazima nimfunge shetani kwanza ili nikuokoe wewe. Haleluya. Kwa ukiona Yesu amekuja kukuokoa ujue ana nguvu kuliko shetani, na lazima amfunge shetani kwanza, na akimfunga Yesu anakutoa katika vifungo. Sijui unapitia kifungo gani, mimi sijui. Inawezekana ni pombe, inawezekana ni sigara, lakini na habari njema kwako leo, Yesu akija kwako anamkamata shetani kwanza, anamfunga, ndipo anakutoa kwenye hicho kifungo. Endelea ndugu yangu. Kweli nawaambieni watu watasamehewa dhambi zao zote. Watu watasamehewa dhambi zao ngapi? Zote. Na kufuru zao ngapi? Zote. Ndio. Lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu, hatasamehewa kamwe. Ana hatia ya dhambi ya milele. Dhambi zote anasema utasamehewa, lakini yeyote anayemnenea mabaya Roho wa Mungu anasema huyo dhambi yake haisameheki. Endelea kidogo ndugu yangu. Yesu alisema hivyo kwa sababu walikuwa wanasema ana pepo mchafu. Sasa naomba tuidadavue hiyo sasa. Nani hawa ambao wanatajwa? Ni Mafarisayo. Wamethibitishiwa kabisa ya kwamba Yesu ni Masihi. Kuna ushahidi kwenye maandiko yao. Kila wakisoma Torati inawaambia Masihi atakuja, atakuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Mojawapo ya sifa ya Masihi ilikuwa ni hii, ni kutoa pepo.
Masihi anapokuja, sifa yake nyingine ilikuwa ni nini? Ni kufungua vipofu wapate kuona na vilema. Vipofu wa aina gani? Waliozaliwa katika hali hiyo, sio kipofu alipofuka utu uzima. Anasema hapana, Yesu alipokuja alifungua macho ya vipofu waliozaliwa kwenye hali hiyo, aliponya vilema waliozaliwa hivyo hivyo. Mafarisayo walivyoangalia kwenye torati yao, kwenye manabii, wakathibitisha huyu ni nani? Ni Masihi. Lakini wakaamua kumkataa kwa makusudi, wakaamua kumsingizia kwamba huyu anatumia nguvu za giza kwa makusudi. Yaani Roho wa Mungu amewathibitishia ni Masihi, lakini wakagundua kwamba watakosa umaarufu wao, waumini watawakimbia, wataenda kwa Yesu. Mwisho akasema msimfuate huyo. Kwa nini? Anatumia Beelzebuli. Yesu akaambia tusikilizane, mtasamehewa mengine yote, lakini mmethibitishiwa ya kwamba natumia nguvu ya Mungu na mmeamua kusema kwamba mimi natumia nguvu za giza, dhambi hii hamtafanya nini? Mpaka hapo tumeelewana? Tujaelewana? Kwa hiyo dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuthibitishiwa ya kwamba hii ni nguvu ya Mungu, lakini ukaamua kuita nguvu ya nini? Ya Shetani. Unasema mchungaji, je, ikitokea kuna nguvu ya Mungu lakini kasema ile ni nguvu ya Shetani kwa kuto kujua, je, nitasamehewa? Ndiyo, utasamehewa kwa sababu ulikuwa hujui. Mnamkumbuka Paulo? Alikuwa anapingana na Wakristo. Alisamehewa kusamehewa? Alisamehewa kwa sababu alikuwa hajui. Lakini unathibitishiwa kabisa ya kwamba ile ni nguvu ya Mungu, lakini kwa sababu ya maslahi binafsi unasema ile ni nguvu ya Shetani. Anasema hiyo dhambi utasamehewa. Kama umenielewa nipungie mkono. Shusha. Kama bado punga mkono ili nikueleweshe. Wote tumeelewana namba moja. Mfano, nitoe mfano wa sasa hivi. Ninakuwa na woga kunyosha mkono kwa mchungaji au mwinjilisti yeyote. Nisikilize vizuri, nimesema yeyote. Tuko sawa? Kumwangalia tu nasema huyu anatumia nguvu za giza. Naogopa kwa sababu sijathibitishiwa, ila Mungu akinithibitishia naweza nikanyosha kidole. Lakini kama Mungu hajanithibitishia, bora nifunge nini? Mdomo. Lakini mtofauti hiyo na ile ambayo Mungu amethibitisha kabisa. Yaani Mungu amekuonyesha kabisa, Bwana, mnamuona Mbaga hapo alivyo, mimi ndio nayemtumia, sio nguvu za kwake. Lakini umethibitishiwa, ila tu kwa sababu unabifu na Mbaga unasema anatumia nguvu za nini? Za giza. Anasema hiyo dhambi huwezi kusamehewa kwa sababu umethibitishiwa kabisa. Lakini kwa sababu tu una mpango tu ya kwamba mimi Mbaga bwana simpendi. Sasa ili ni muharibu, nisemeje? Niwaambie watu anatumia nguvu za nini? Za giza. Sasa unaweza kusema, pastor, unamaanisha nini? Namaanisha hivi. Mimi na watu ambao walikuwa wananipinga kabisa direct, na niliwapenda kwa sababu waliniambia moja kwa moja. Lakini baadaye walivyoelewa akasema, bwana, yaishe. Tumeelewa. Haleluya. Sasa niangalia hivi, uniache. Hivi hao watu ambao tunaomba pamoja wanapona, mimi naweza kuponya mtu mimi? Siwezi. Kwa sababu kuna wakati hata mimi nawaombea wakati na mimi naumwa. Hasa kama nilikuwa hiyo nguvu ni ya kwangu, si ningejiponya mimi kwanza? Kama unanielewa nipungie mkono. Tulikuwa kule ilikuwa ni Mwanza, Buzuruga, yes. Mimi nilikuwa naombea watu alafu mimi wakati naumwa, alafu wanapona. Moja aliniacha hoi, ni mtu ambaye alikuwa na ugonjwa ambao alikuwa anafanyiwa operation. Nafikiri wiki hiyo angefanyiwa operation. Akapona hapo hapo. Wakati anapona, mimi huku nimevimba huku. Nilikuwa na viral infection. Sasa usiku namlilia Mungu, Mungu, sasa mimi mbona hunioni? Hapo ndipo utajua kwamba hii nguvu si usikinayo, hata na mimi naishangaa kama nyewe mnavyoishangaa. Hivyo hivyo. Haleluya. Maana kuna watu mpaka wananiuliza, pastor, au wewe unafunga sana? Si unanielewa kidogo hapo Uenda unafunga siku 9 au 21 ili uwe na nguvu kama hii. Huwa nawaambia hivi, siku hii nguvu itakapokuwa ni matokeo ya kufunga,
itakuwa imetokana na mimi, na kama ni mimi haina faida. Lakini sifungi sana kama unavyofikiria. Mke wangu yuko hapo, muulizeni mara ya mwisho nilifunga lini. Na sina maana kufunga hakufai, usije ukanukuu vibaya. Kitabu changu nimefundisha watu kufunga, lakini nataka kusema hivi, sihusiki na hizi nguvu, hazitokani na kufunga kwangu, wala mimi sikeshi. Kwa taarifa yako, niangalie hivi hivi uniache, sitaki mgogoro na usingizi wangu. Tusigombane, vitu vingine vyote nisumbue, usingizi wangu uache. Sasa je, pasta, unasema unalala? Ndiyo, mpaka saa 12, 11 saa nyingine, na bado Mungu anakutumia. Ndiyo. Kwa nini? Sihusiki. Msiniungize kwenye nguvu za Mungu, mimi sihusiki, sio za kwangu hizi, mimi sizimiliki. Hata mimi nashangaa navyonitumia. Haleluya. Unajua hivi tunavyoongea kwenye YouTube tu hivi, kuna watu wanapona kwenye YouTube, comments naziona mpaka nashangaa. Kuna mtu alipona ugonjwa wa moyo wakati nimeita watu simameni tuombe, yuko Marekani, Michigan. Yeye akasema Mungu yuko hapa, ugonjwa ukapona pale pale. Juzi ndo nimeenda kule, ananiambia, na mimi nashangaa, ulipona? Sema hasa mchungaji, mbona na wewe unashangaa? Na mimi nashangaa kama wewe. Sihusiki. Haleluya. Ni Mungu kwa 100%. Sasa ikifikia hapo, ndugu zangu, Mbaga tumweke pembeni na Mungu tumweke pembeni, tusiwachanganye kwenye kapu moja. Haleluya. Nafikiri naanza kuingia akilini mwako sasa. Ukithibitishiwa ile nguvu ni ya Mungu, chonde usije ukasema ni ya shetani, utafanya dhambi ya milele. Funga mdomo wako. Mungu atusaidie sana. Naenda sehemu ya pili. Dhambi ya mauti ni nini? Ambayo Mtume Yohana anasema ukimwona ndugu yako amekosea kwenye dhambi jingine, muombe. Lakini hiyo usimuombe, maana hauwezi kuokolewa. Sasa hapa kanisa, naomba tutazamani kwa macho kidogo serious. Kanisa, naongea na nyie. Tukiona mwenzetu anafanya dhambi, tunamuombea au tunamsengenya? Tuongee ule ukweli ambao ndicho kinachofanyika. Ni kusengenya ndio kunaendelea. Yaani ndio story itaendelea hapo kanisani. Bwana. Unamwona tena kuna watu hawana woga, wanasengenya mpaka kwenye ibada. Woga ulishaisha kabisa. Mwimbaji, watu wanaimba pale mbele, unasikia mtu anamkonyeza. Unamwona yule sauti ya pili, sema huyu watatu yupi kwenye ibada pa waogopi. Usema sasa hesabu mwenye nguo nyekundu. Huyu anasema lakini nyekundu hii, sema yenye lesilesi hii. Hesabu wa kwanza kutoka kushoto, wa pili, wa tatu. Nimemuona sasa. Nitakwambia habari zake tukitoka. Na watu wanaopenda udaku sasa, anatamani hubiri liishe haraka ili akitoka nje akaambiwe. Na wanatoka hapo nje, anambana mwenzake, unakumbuka kile kitu ulichoniambia pale ndani? Ni mara ngapi umesikia stori ya mtu ya mambo yake yasiyofaa, ukaamua kufunga na kuomba kwa ajili yake, badala ya kuanza mijadala kwenye magrupu ya WhatsApp? Unasikia yule nilikuwa nakwambia pale usimuone vile, si anaimba sauti ya pili yule. Acha tu. Na wapiga stori wana namna ya kufanya utamani kusikia stori, hawamalizi, anakwambia acha tu, ili umwambie nini? Ndugu zangu, kwa mujibu wa Biblia inasema ukimwona ndugu yako anafanya dhambi, muombe. Na anasema ukimwombea utamuokoa. Haleluya. Utamuokoa. Unamuokoaje? Roho Mtakatifu atamwendea
atamwambia hiki unachofanya sio tubu. Atasikia ndani ya mwili wa Kristo, katika makosa ambayo tunafanya, badala ya kuwa askari wa upande wa Yesu, tunafanya kazi ya upande wa nani? Wa Shetani, kwa kuanza kumharibu huyo mtu. Sasa kuna dhambi isiyo ya mauti, hiyo mtu akitenda muombee. Lakini kuna dhambi ambayo inapelekea kifo. Sasa ndio nakuja kwenye habari ya tafsiri. Sasa fungua masikio yako. Biblia ya Kiswahili cha kizamani inasema ukimwona ndugu anafanya dhambi iliyo ya mauti. Sasa dhambi ya mauti ni ipi? Sikia vizuri. Kwa wale wa lugha ya mkoloni, nianze na nyie kwanza, alafu tutaenda katika Kiswahili cha kisasa. Usikilize jinsi lugha ya mkoloni, hasa katika ile Biblia ambayo tunaita Good News, fungu la 16 ninasoma: If you see a believer commit a sin that does not lead to death, ukimwona muumini anafanya dhambi ambayo haiongozi kwenye kifo. Umesikia hiyo sentensi vizuri? Nyingine imesema dhambi ya mauti. Anasema hivi, you should pray to God. Unaweza ukamwombea kwa Mungu. Who will give the person life? Anayeweza kumpatia huyu mtu uzima. This applies to those whose sins do not lead to death. Hii ni kwa wale ambao dhambi zao haziongozi kwenye kifo. But there is sin which leads to death. Lakini kuna dhambi inayoongoza kwenye kifo. And I do not say that you should pray to God about that. Hiyo siwaambii mumuombee mtu. Turudi kwetu bwana. Lugha yetu ya Kibantu. Sikiliza Kibantu kinavyosema. Kiswahili cha kisasa. Fungu hilo hilo. Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo. Mtu akimwona ndugu yake akitenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo. Sikia. Kwani nyie si mnajua kwamba dhambi zote zinaongoza kwenye kifo? Lakini kifo kinachosemwa hapa ni tofauti na kile cha milele. Tuko sawa? Hii ni tofauti na kifo cha nini? Cha milele. Utakiona vizuri ni kifo gani. Endelea. Anapaswa kumwombea kwa Mungu. Anapaswa kumwombea kwa Mungu. Naye Mungu atampatia uhai. Naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Ninaongea wale ambao dhambi zao sio za nini? Za kifo, Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo. Ipo dhambi ambayo ukitenda hiyo inaweza kuletea kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumwomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Hiyo sisemi kwamba mtaomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Nitazame sasa katika mafungu magumu kwenye Agano Jipya, moja wapo ni hili hapa. Kifo ni kipi kinachosemwa hapa? Je, ni kifo cha kuchoma moto au ni kifo kabisa kabisa? Na mimi nianze kuwaulizeni sasa. Ukihitaji uelewe hili fungu, lazima ulinganishe fungu kwa fungu, ndipo utalielewa. Sasa naulizeni maswali. Anania na Safira walikufa kifo cha moto au kifo halisi? Naongea na watu au na binadamu? Anania na Safira wale walioiba walikufa kifo cha kuchoma moto au kifo kabisa kabisa? Kabisa kabisa. Kwa hiyo kuna makosa mengine ambayo mtu anaweza akatenda kwenye kanisa ambayo Mungu inabidi amuue huyo mtu. Wengi wanasema mchungaji, si Mungu ni mwenye huruma na neema, mbona inakuwa hivi? Anasema kuna dhambi nyingine inabidi Mungu achukue hatua. Niwaulizeni, yule bwana anaitwa Akani alikufa kifo cha moto au cha kufa kabisa kabisa? Akani mnamkumbuka? Naongea na watu au na binadamu? Yule jamaa ambaye walivamia Yeriko, alipovamia Yeriko akachukua dhahabu akaficha nyumbani kwake. Yoshua akasema kuna mtu amevunja hapa agano, mleteni. Wakapitishwa mbari kwa mbari, kabila kwa kabila, nyumba kwa nyumba, mwisho akamatwa Akani. Yoshua akamwambia, rafiki mwanangu, umefanya nini? Akakiri, lakini alipigwa mawe yeye na mkewe na watoto. Mnakumbuka hicho kisa
Lakini pia mnakumbuka kuna watu waliomkosea Musa ambao ardhi ikapasuka wakamezwa wakiwa hai. Kora, Dathan na nani? Na Abiramu. Sasa sikia, kuna baadhi ya mambo unaweza ukafanya, Mungu anaamua kukuondoa ili usiharibu kanisa. Mbona mmeogopa? Kuna baadhi ya watu wanakufa sio kwamba tarehe zilifika, ila Mungu anaona wamefikia kiwango ambacho hakuna namna tena, inabidi waondoke. Atasikia kidogo hapa. Hii nakwenda kuambia na kwenda nayo kwa woga kidogo, na woga nao kwenda nao ni kwa sababu nina mpango wa kufundisha hili somo kwa kina, na humu ndani najua halijafundishwa sana. Ni kosa lingine ambalo linaleta mauaji au kifo kwa waumini. Fungua kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:30 nadhani. Wakorintho wa kwanza 11:30. Soma kama umeipata. Ndio maana wengi. Hebu kidogo, naona wengine wanapekua pale. Tulikubaliana tutumie Kiswahili cha kisasa. Kwa hiyo andika tu. Anzia, nimesema fungu la ngapi ndugu yangu? Hebu anzia fungu la 27. Naomba tusikilize. Kwa hiyo kila aulaye mkate huo. Sikiliza. Kila aulaye. Mnajua huo mkate ni upi? Ni meza ya Bwana. Ndio yenyewe. Endelea sasa. Au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili. Au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili. Atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Atakuwa na hatia dhidi ya damu na mwili wa nani? Wa Bwana. Basi kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza. Ndipo ale mkate huo na anywe kikombe hicho. Ndipo ale ule mkate na kunywa nini? Kikombe cha Pasaka cha meza ya Bwana. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana. Anayekula na kunywa bila kutambua maana ya ule mkate na ile divai. Anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Ndiyo maana wengi. Sikia. Rudia tena. Ndiyo maana wengi kati yenu. Rudia tena. Ndiyo maana wengi kati yenu. Stop. Ndiyo maana wengi kati. Maana gani? Maana ya hiyo sentensi hapo juu. Maana ya kula meza ya Bwana bila kujua maana ya mkate na nini? Ndiyo maana kati yenu ninyi kuna nini? Ni dhaifu na wagonjwa. Kuna wengine wamepigwa kwa magonjwa na udhaifu. Inaingia akilini? Naongea na watu hauna binadamu. Inaeleweka ieleweki? Tulishakubaliana mimi na nyie tunaongea kirafiki. Kama kuna sehemu hujaelewa sema. Anasema kwa sababu ya kutopambanua mwili na damu ya Yesu, katikati yenu kuna watu wameshiriki meza ya Bwana bila kujua damu ina maana gani, mkate una maana gani. Walivyotoka hapo, nini kilifuata? Wakapata magonjwa. Rudia tena ndugu yangu. Ndiyo maana wengi kati yenu ni dhaifu. Ndiyo maana wengi kati yenu ni nini? Ni dhaifu. Alafu na wengine kadhaa wamefanya nini? Najua kuna mtu ananitazama, pastor, au ndio maana kaugonjwa kangu akaponi? Huenda kametokana na meza ya Bwana. Asa sikiliza hii. Mwache. Sema. Mmesikia swali lake? Lina msingi halina msingi? Lina msingi sana. Na huyu binti amenielewa, nimeruhusu mniulize
hata kama katikati ya ibada, ili aelewe. Mnabari kwenye meza ya Bwana, watoto hawaruhusiwi kushiriki meza ya Bwana. Sababu ni nini? Kwa sababu hawajaelewa. Ndio maana wanaambiwa wao bwana kazi yao ni kufanya nini? Watazame tu, maana hawajaelewa. Kwa hiyo mwanangu, nisikilize, wanaotajwa hapa ni wale ambao wameelewa, watu wazima. Ninyi mko huru kwa sababu hamruhusiwi kula, kwa hiyo mko sawa. Ila mtu mzima aliyebatizwa atakayeshiriki meza ya Bwana bila kupambanua maana yake anakula hatia. Anaweza akapata udhaifu, akapata ugonjwa, au wengine wanafanya nini? Wanakufa. Sasa unaniuliza mchungaji, kwani kuto kupambanua ni kupi? Ili nisikosee, jambo la kwanza, meza ya Bwana haikuandaliwa kwa ajili ya wenye haki. Tuko sawa? Imeandaliwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio maana hata Petro alifanya nini? Alishiriki. Yuda na yeye alishiriki, lakini makundi mawili. Petro alishiriki ikawa sawa, Yuda akashiriki akafanya nini? Akafa. Kwa hiyo wote wenye dhambi wawili wanashiriki, lakini mmoja anapambanua maana yake, mwingine hajapambanua maana yake. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii: mwili wa Kristo unavunjwa vunjwa kwa ajili ya dhambi zangu. Ndio maana yake. Damu ya Kristo ilimwagika ili nioshwe dhambi. Ndio maana tunaimba sioshwi dhambi zangu ila kwa damu ya nani? Lakini kuna watu mpaka leo hivi, hasa kwenye kanisa langu hili hapa, wanaamini kwamba wanaweza kuingia mbinguni kwa matendo yao mema. Haiwezekani hata siku moja. Ukiamini utaingia mbinguni kwa sababu ya matendo yako mema, unadharau kafara ya Kristo. Maana kila kukicha tunajikuta tumekosea. Kweli si kweli? Mimi naingia mbinguni kwa sababu ya matendo mema ya Yesu, sio ya kwangu mimi hapa. Haleluya. Utaniuliza mchungaji, sasa kama ni hivyo, kwa nini mnatuambia tutende matendo mema? Hutendi matendo mema ili uingie mbinguni. No, unatenda matendo mema kwa sababu wewe ni raia wa mbinguni tayari, na hata hayo mema sio kwa nguvu zako, anakuwezesha yeye. Haleluya. Lakini unaingia kwenye meza wewe unasema, mimi naamini naweza kushinda dhambi mwenyewe kwa nguvu zangu, mimi naamini naenda mbinguni kwa sababu nashika Sabato. Umedharau kafara ya Kristo. Sabato haikupeleki mbinguni, ila anayekwenda mbinguni anashika Sabato. Haleluya. Tumeanza kuelewana sasa. Sasa twende vizuri. Mwili wa Kristo, kupambanua ule mwili, maana yake nini? Sehemu ya pili, Kristo anahitaji kupitia mwili wake sisi tujisikie ni kitu kimoja. Yaani tumeungwa katika Kristo Yesu. Kama unakula meza ya Bwana lakini bado una ubaguzi ndani ya kanisa, kuna watu unawabagua kwa sababu ya makabila yao. Unasema mimi ninavyojua Wachaga ni wezi, kwa msichague Mchaga kuwa mhazini. Tuko sawa Naongea hivi kwa sababu mimi ni Mpare. Wewe useme hivyo atakupiga mawe. Sikiliza, kama una roho ya kubagua, mimi sitaki Wachaga, mimi Mpare, kama hiyo roho unayo wewe, na kushauri meza ya Bwana usiguse, utajiletea magonjwa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Kwa sababu katika Kristo Yesu hatuna kabila, sisi wote ni kitu. Makabila yetu ni kwa ajili ya kutaniana tu. Nikiingia hapa nikisikia kuna Shirima, na mtafuta Shirima ili nimtanie tucheke, lakini sio ili tubaguane. Hakuna cha Myahudi wala nani. Kama wewe unamwona wa darasa la 4, darasa la 7 ya kwamba ni duni, hata hutaki kula na yeye, unasema mimi na masters, mimi na PhD. Unamwangalia mtu sema darasa la 7 ataniambia nini? Na kushauri usiguse meza ya Bwana. Unaweza ukaondoka kabla ya muhula wako. Hujapambanua mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo
aliye darasa la 7, aliye la 4, ambaye hajasoma kabisa, na mimi mwenye masters, mwenye PhD ni kitu. Mungu atusaidie sana. Ndio maana nauliza watu hivi, unaweza kuwa na ujasiri? Nisikilizeni kidogo ninyi wasomi mnaonitazama hapa, nisikilizeni. Maana wakati mwingine ikisemwa na mtu mwingine unasema unajua, unamwona huyu anaponda wasomi kwa sababu yeye hajaenda shule. Nimesoma. Kwa hiyo si kwamba naongea tu. Kama ni shule na mimi nifanya nini? Nimeenda. Nina degree ya kwanza ya theolojia. Na hiyo degree yangu ya kwanza nilisoma Kiyunani na Kiebrania. Wewe umekisoma hicho wewe? Usitutishia. Degree ya pili nimesoma saikolojia ya ushauri na saha. Mimi nahangaika na vichwa vya watu. Mimi kazi yangu ni kuangalia kwa nini ukikaa unakunja 4. Kwa nini unashika tama? Kwa kama ni kusoma na mimi nimesoma. Lakini kwa taarifa yako, kama shule inakuletea kiburi, usile meza ya Bwana. Mungu atusaidie sana. Unasema pastor, sikuelewi. Nenda kamwangalie Yesu. Niwaulizeni, nani ni msomi kuliko Yesu? Nani? Hakuna. Nani ana nguvu kuliko Yesu? Hayupo. Lakini Yesu aliosha miguu ya mtu ambaye hata primary hajamaliza. Mstishio hapa, Kefa, Petro alikuwa hajaenda shule yule bwana. Lakini Yesu alimuosha nini? Miguu. Kana kwamba anasema tena, mpaka wabia, kama mimi niliye mwalimu wenu nimefanya hii, nendeni mkafanye vivyo. Msione hivi ndugu yangu, kuna vitu nikiviona ndani ya kanisa ninasikia raha. Mfano, nina watu nao wajua kanisani humu. Kule serikalini watu wakubwa wanaheshimika. Ukiingia ofisini kwake sekretari anakuuliza mara 2. Lakini wakija kanisani ni wanyenyekevu, utajiuliza hivi ndio yule au? Na mfahamu mtu, na muhifadhi jina, ambaye mpaka alikuwa ana bodyguard, lakini kanisani hataki bodyguard. Mpaka kuna siku niliface nikamuuliza, kama mheshimiwa, mbona umeingia kienyeji namna hii? Anasema nimekuja kuabudu, sikuleta cheo hapa. Haleluya. Haleluya. Wale ambao mnafuatilia kwenye YouTube, wakati tunafunga makambi ya Tabora, Mheshimiwa Agrey Mwandi alikuja mimbarani. Mnakumbuka wale mliona. Mimi nilitarajia kwamba tuombe ombi la kawaida, lakini usema tuombe, Mwandi akashuka chini akapiga magoti. Nilikuwa nawaza mkuu wa mkoa anapiga magoti kwenye vumbi, direct alienda chini pap, kana kwamba anasema ukuu wangu wa mkoa ni kule, nikija hapa nimekuja kwa Yesu Kristo. Haleluya. Nasema hivi na maana kubwa, najua kuna mtu ujumbe umemfikia. Inawezekana kiburi chako sio cha shule, ni kiburi cha kabila lako. Si unajua kuna watu wengine anajiona makabila yao ni bora kuliko mengine. Wewe funga mdomo wako. Sisi wote ni wamoja ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Mwisho kabisa, mengine huenda nikifundisha hili somo nitaenda kwa kina, unifuatilie. Lakini niguse tu mwisho, nimalizie hili. Mtu ambaye hawezi kula meza ya Bwana ni yule ambaye ana mgogoro na ndugu yake. Na unajua tukisema ndugu kwa mujibu wa Biblia, sio ndugu yangu tumbo moja. Yote yule Mkristo mwenzangu, ni ndugu. Huyu hapa huwa na msifu ni Msukuma, lakini huwa namtania Kipare, kwa sababu nikimwona namuona dada yangu. Sasa wengi wasema au na msifu ni Mpare. Naambia hapana, sio. Ni kwa sababu katika Kristo Yesu hakuna Mpare, hakuna Msukuma. Sasa nasema hawa ndugu, sisi hapa, majirani zako kule, tuko sawa Kama una jirani yako hamsalimiani, unabifu na yeye, kuna muumini humu ndani hamuombani chumvi, akiingia unasikia hasira, unabifu zenu, na kushauri meza ya Bwana usiguse. Haleluya. Malizana naye kwanza ndipo uje. Hasa unasema mchungaji, kwa mtaji huu meza ya Bwana inaliwa na nani? Na wenye dhambi wote wanaohitaji kafara ya Kristo. Ndio sababu unaruhusiwa kabisa, unaweza kufuata mzee wa kanisa wa mchungaji kwenye meza ya Bwana, akamwambia pastor, nataka nioshe miguu ya Mwita.
Sasa hatuulizani na mzee wa kanisa, huruhusiwi kuuliza una bifu gani na Mwita. Huenda walikuwa na mambo yao wameyamaliza, sasa wanahitaji waonyeshe ishara kwa kuoshana nini miguu. Na viongozi, msichokonoe bifu za watu, haziwahusu. Haleluya. Ndugu zangu, haina maana wanaokula meza Bwana watakatifu, hapana, ila ni watu waliopambanua mwili na damu ya Kristo. Dhambi zingine zote zinasamehewa. Lakini kama mtu anasema mimi, kuna mmoja aliniambia wazi kabisa, Pastor, nimekuelewa, lakini mimi na fulani hatutakaa tupatane mpaka paradiso. Na mimi nikamwambia, kama utaingia basi. Mnasali kanisa moja, hamsalimiani, unakuja kula meza ya Bwana, unajihatarisha maisha yako wewe. Mungu atusaidie sana. Lakini muumini mwingine ambaye unaweza kufanya dhambi ya mauti ni yule ambaye anaendelea kutenda dhambi. Yaani dhambi unaifanya kuwa sehemu ya maisha yako, unachukulia kawaida tu. Tuongee ukweli, sisi wote hapa tunakosea. Lakini mtu aliyezaliwa mara ya pili, ukitenda dhambi unasikia maumivu moyoni. Yaani kuna kitu kitakuuma tu, lakini wewe umezoea tu, inakuwa sehemu ya maisha yako kila wakati. Mwisho hata unachekelea tu, unasema sinajua tu ataniosha kwa damu. Hata hivyo kuna kwa hivyo tunaimba, sioshwi dhambi zangu. Itafikia kiwango Roho Mtakatifu atahama kwenye moyo wako. Akiondoka, hakuna atakaye kuambia hii ni dhambi. Utaona ni kitu cha nini, cha kawaida. Hakuna ondoleo tena. Nimalizie kwa fungu la Ibrania sura ya 12 fungu la 6, ili baada ya hapo tuingie kwenye maombi. Waebrania 12:6. Ndio. Maana Bwana humpa nidhamu kila anayempenda. Maana Bwana humpa nidhamu kila anayefanya nini? Anayempenda. Humwadhibu kila anayekubali kuwa nani? Mwanawe. Sikilizeni ndugu yangu, mtoto anayeadhibiwa ni aliyefanya vizuri au aliyekosea? Kwa lugha nyingine anasema, unaweza ukatenda dhambi kama Mkristo, maana bado uko duniani, lakini kwa sababu unapendwa kule mbinguni, Bwana atahakikisha atakuletea maonyo ili urudi. Haleluya. Maonyo yakija, usilalamike, ujue unapendwa. Haleluya. Lakini hii tunasema ya mauti ni hatua ya mwisho. Baada ya maonyo yote kutolewa, yameshindikana, ndipo mwisho Mungu anasema huyu ataharibu na kanisa. Sasa mnajua kuna watu kanisani wanakuwa vichomi mpaka Mungu anaamua kuwaua. Hiyo mzee ametumia lugha ya tasfida ya kupunguza ukali wa maneno. Mimi nimetumia lugha ngumu. Mzee anasema Mungu anawaruhusu walale. Mimi nimesema wanauawa. Usiwe matatizo kwenye kanisa. Haleluya. Ukiona kuna vitu vielewi, funga mdomo wako. Kwa hiyo lazima maonyo ataendelea. Mungu atakuonya, atatumia njia nyingi. Atatumia mahubiri, atakuonya. Kuna saa atatumia unaingia hasara kwenye biashara, kumbe ni maonyo. Kuna saa nyingine yani atasababisha vitu. Kuna saa nyingine magonjwa, kumbe ni maonyo. Akiona amekuonya imeshindikana kabisa, mwisho anasema ili asiharibu wengine. Mzee wangu anasema unaruhusiwa ufanye nini? Ulale. Niliona kama kuna mtu alikuwa amenyosha mkono mahali, au ameshajibiwa tayari. Ndugu zangu, usije ukadhani umefanya dhambi ya mauti kama hujafanya. Ishara ya kujua bado hujafanya dhambi ya mauti ni ipi? Ni hii: ukijisikia ukitenda dhambi una maumivu moyoni, jua bado Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Haleluya. Ukiona unatenda dhambi unajipongeza, taa nyekundu imeanza kuwaka. Ukijisikia umekosea alafu unasikia maumivu, mbona nimemkosea
Mungu katika hili, jua bado Roho yupo, na Roho wa Mungu hakati tamaa haraka, anahusika na mtu mpaka mwisho. Kumbuka, tunaokolewa kwa neema, lakini utakaso wa kushinda dhambi ni hatua kwa nini? Kwa hatua. Je, ikatokea ukafa kifo cha kawaida kabla hujakamilisha matendo mema kabisa, je, unaingia mbinguni? Ndiyo. Umenisikia vizuri? Ndiyo. Kwa nini? Sifa ya kuingia mbinguni ni kumkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hii habari ya kubadilishwa ni hatua kwa nini? Kwa hatua. Utaharibu wokovu wako utakapomkataa Yesu kama Mwokozi wa maisha yako. Ukimkataa, umeharibu wokovu wako. Ukimkubali, atahakikisha tabia yako inabadilishwa. Tusimame tuombe. Nimewaita wote tusimame kwa sababu hakuna ambaye yuko salama bila Yesu. Lakini jambo la pili, nahitaji leo katika muujiza ambao Mungu atatenda kwa ajili yako, atende muujiza kwa wale watu ambao wana matendo ambayo wameshindwa kuyaacha. Kila mmoja anajua, natoa mifano tu: bangi, madawa kulevya na urahibu wa aina fulani fulani ambao unajikuta unajaribu lakini imekushinda, na mengine mengi. Ili hii nguvu inayobadilisha iingie ndani yako, ibadili maisha yako. Haleluya. Fumba macho tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa siku ya leo. Tumeelewa japo kwa sehemu dhambi isiyosameheka, kumkufuru mtakatifu, dhambi ya kifo. Tumeelewa japo kwa sehemu. Tusaidie kila mmoja aliyesikia somo hili, Roho Mtakatifu alitafsiri ndani ya moyo wake. Naleta ombi rasmi kwa ajili ya wagonjwa walioko hapa, wapatie uponyaji. Naleta ombi rasmi kwa ajili ya wale ambao huenda walikula meza ya Bwana bila kupambanua, madhara yakatokea. Naomba ukawasaidie wapate uponyaji. Lakini Baba, kuna kitu sikuwaambia, ya kwamba meza ya Bwana sio tu kwamba inaweza ikaleta magonjwa, lakini inaleta uponyaji pia. Wako watu ambao wanakuja kula meza ya Bwana wakiwa ni wagonjwa, na kusihi wakielewa kwamba unatusamehe dhambi zetu bure na kutuponya, wakigusa tu ule mkate, wakigusa kile kikombe, uponyaji uingie kwenye miili yao, waondoke katika meza ya Bwana wakiwa wamepona. Lakini kuna wale ambao wanakuja kwenye meza ya Bwana wakulilia ya kwamba kuna dhambi imenishinda, nisaidie. Wanapokula mkate, wanapokunywa divai, wape ushindi wa dhambi. Waonyeshe meza ya Bwana sio kwa ajili ya watakatifu, ni kwa ajili ya wenye dhambi wanaomhitaji Kristo. Ninakushukuru sana. Kuna watu wanaohitaji ushindi katika maeneo mbalimbali ya maisha yao, wapatie ushindi leo, waondoke wakiwa wameshinda. Kuna wale ambao wanatuangalia kwa njia ya mtandao, wapatie nguvu yako pale walipo, waguse pia, waone nguvu yako. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana.